Kuna dada mmoja ameolewa, lakini amepata matatizo kwenye ndoa yake, matatizo ambayo katika namna ya kibinadamu hauwezi ukayaelewa, mpaka katika namna ya kiroho. Huyu dada huwa anaotaga ndoto, anakutana kimwili na mwanaume usingizini, yani anakutana na jini mahaba. Na tendo hili la kuota ndoto ama tukio hili la kuota ndoto limekuwa linaendelea kwa muda fulani hivi katika ndoa yake, na kadri hili tukio la kuingiliwa kimwili na majini mahaba linavyoendelea katika maisha yake, na yeye katika hali ya maelewano katika ndoa yake, hali ya upendo vimekuwa vimeharibika. Hata anapokutana kimwili na mume wake anasikia maumivu, anakuwa ni mkavu, anasumbuliwa na mambo ya ukavu. Ndoa imekuwa kidogo ina vurugu, haiko sawa. Imekwenda baada ya muda, huyu dada akawa amepata ujauzito katika mazingira ambayo ya kutatanisha. Hajasaliti, hajatoka nje ya ndoa, amepata ujauzito. Kumbuka, mtu anapokuwa na mahusiano ama anaingiliwa kimwili na jini mahaba, anaota hizi ndoto za kuingilia kimwili na jini mahaba, mara nyingi huwa hapendi kukutana na binadamu wenzie, kwa maana majini mahaba wanaweka ukuta. Hata kama mtu amekuoa, asikufurahie wewe, asikupende wewe, asiwe na ukaribu na wewe. Majini mahaba huwa hawapendi, wana wivu sana, wanazuia. Hata kama ni mumeo wa ndoa, wanamzuia asiwe na amani na wewe. Kwa hiyo nakuta yeye dada hana amani na mumewe, na mwanaume hana amani na yeye. Lakini katika mazingira hayo ya kutokuwa na amani, hata tendo la ndoa alifanyiki katika namna ambavyo inavyotakiwa. Huyu binti, huyu dada akapata mimba. Baada ya mtoto kuzaliwa, mtoto hajafanana na huyu baba yake ambaye ni mume wa huyu dada wa ndoa. Mtoto hajafanana na mume. Baada ya mume kuona mtoto hajafanana na mimi, kila kitu cha mtoto kiko tofauti. Namna ya mtoto alivyofanana, anavyoonekana tofauti na mazingira ya kwetu, tofauti na mazingira ya mke wangu. Huyu mtoto ni wa nani? Mwanaume akafanya maamuzi ya kwenda kufanya vipimo vya DNA. Kwenda kupima DNA imekataa, haijasoma kwamba mtoto ni wa kwake, kwamba DNA imemkataa, huyu baba sio mwanaye. Mwanaume akapanic, akatoa talaka, akamfukuza yule dada nyumbani. Dada anapitia maumivu makali, hajawahi kusaliti, hajawahi kutoka nje ya ndoa. Siku zote huwa anakutana na mumewe tu, lakini kazaliwa mtoto hafanani na mumewe, wala DNA haisomi kwa mumewe. So hapo ipo hivi, jini mahaba ana uwezo wa kumzalisha binadamu kabisa, na mtoto akazaliwa hospitali, ana viungo kama binadamu, ana muonekano kama binadamu, lakini roho yake inakuwa ni ya kijini. Dada kila kimwangalia yule mtoto, anakuta huyu mtoto amefanana na yule jini anayemwingiliaga usiku usingizini, anayekutana naye kimwili. Kila kifuta picha, mimi kutoka sijatoka, ina maana huyu mtoto ni wa huyu jini? Jibu ndiyo, jini ana uwezo kumzalisha binadamu. Kwa hiyo hapa tunaona ya kwamba jini mahaba amesababisha ndoa ya huyu dada kuvunjika, na mpaka sasa dada hawezi kuwa na mahusiano na binadamu mwingine wa aina yoyote yule, na huyu jini mahaba bado anaendelea usingizini kila siku kumwingilia huyu dada, na amefunga naye ndoa. Dada akiota anaota anafunga ndoa, anaota anazaa. Kwa hiyo kuna watoto wengine huyu dada anazalishwa na huyu jini, wanakuwa katika ulimwengu wa mwili, na kuna watoto wengine wanakuwa katika ulimwengu wa roho, yani wanakuwa ujinini, hawaonekani. Kwa hiyo dada kazi yake kila siku ni kuingiliwa, kuzalishwa nao majini mahaba. Kwa haya matatizo yapo. Wewe unaniangalia sasa hivi, kama tatizo kama hili halijakutokea, usisubiri likutokee liathiri maisha yako. Kuna matatizo kama hivi yanatokea na kuathiri kwenye uchumi, kwenye ndoa, kwenye afya. Sasa kabla halijatokea tatizo kama hivi, njoo inbox niweze kukusaidia kuondokana na hayo matatizo ya kuota ndoto za kuingiliwa na majini mahaba. Usikose kulike, kucomment, kushare hii clip. Pia usikose kusubscribe our YouTube channel inaitwa Safari ya Ukombozi, ili uweze kupata maombi, mafundisho, neno litakaloweza kukufungua na kukutia nguvu, na mafundisho yatakayokupa maarifa zaidi. Karibu sana.